Usiyeshindwa Mungu, usiyeshindwa kamwe na chochote. Sisi tunakuwa wewe unatusaidia Yesu, wewe unazidi kutuinua kila siku Yesu. Asante kwa neema yako, asante kwa fadhili zako. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, mwenye nguvu na uweza. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Asante Yesu. Usiyeshindwa. Haleluya, inua mikono yako mbele za Bwana asubuhi ya leo. Mwambie ni wewe usiyeshindwa Bwana. Wewe haushindi na jambo lolote Bwana. Hey, usiyeshindwa Bwana. Usiyeshindwa na lolote Bwana. Usiyeshindwa na jambo lolote Bwana. Tunakuinua asubuhi ya leo Yesu, maana haushindwi na jambo lolote. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hallelujah. Father, we worship you. Father, we praise your name this morning. We exalt you, oh God. You are mighty, you are mighty, you are mighty, oh God. There is no any other Father like you, Jesus. There is no any other King like you, oh God. This morning we have assembled before. Father, we have come to say thank you. Father, we have come to say take all the glory. We have come to say you've done. Father, thank you for this day. Thank you because of this meeting up. Thank you because of this service, oh God. You with your grace. You are anointed with your favor. You are anointed with your Holy Spirit. Father, thank you because you are ready to speak for us. Me and my interpreter here, God.
We have just stood before your people as vessels, oh God. So that, Lord, you may deliver what you have for your people, oh God. We lower ourselves, our King, that, Lord, you may be lifted higher. We bow before you, oh God. We surrender unto thee, oh God, so that your perfect will, oh God, may be done, O King of Kings. As we read your word, we pray that, God, anoint our lips up with thy grace, oh God. Any word that comes out of our mouths, oh God, may it, the King of Kings, be of a benefit to they that are watching us, also to they that are listening unto us, oh in the ear, oh God. We have sat under your feet, O King of Kings, so that you may speak unto us. As we begin, oh God, you take all the glory, you take all the honor. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen, amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. It is another beautiful morning. Thank you so much, praise and worship, for that awesome work that you have done. May God bless you so much. It's a beautiful day, a beautiful Sunday that our Father has given unto us. We've just assembled before His presence to worship His name, for He has been so good unto us. And because of that, I want to take a few minutes so that we may hear what God has for us. Praise the Lord. Amen. So we are living in the world which is full of challenges, troubles of every kind. Tunalilishwa kwa kila jambo. Our hearts are heavily laden with what we are facing each and every day. Mourning because of this and that each and every day. In the short, we are passing through a lot in this life. Challenges of every kind. But the Lord our Father has never forsaken us. He has never forgotten us. He is seated at the throne and He is calling unto us each and every moment. He says in His word that draw nigher unto the of the Lord, so that you may obtain favor. So this morning, brethren, I want to bring the word of God that I named the topic that we are completely victorious. Ya kwamba sisi ni completely victorious. Hallelujah. Why are we completely victorious? Because it's no longer us who are fighting for us. The Bible says that in Him we are more than conquerors. In fact, whenever He fights our battles, He gives us victory. Now, when He gives us victory, that victory we should not doubt it. We have to stand and confess. We are completely victorious. So I want to urge you this morning. I want to strengthen that you are not only a victor, but you are completely victorious, because our Lord Jesus Christ has won victory for you. So, in the book of Romans, chapter number 8 and verse number 35, we read it through that 9. Yes.
And this is what the Bible says, as my interpreter is looking for his version. It says, who then can separate us from the love of God, of Christ? All hardship, all persecutions, all anger, all poverty, all danger, all death. Verse number 28 and 36, it says, as the scripture says, for your sake, we are danger of death. We are in danger of death at all times. We are treated like a sheep that are 7. No, in all these things we have complete victory through Him who loved us. Read that there. Abarumi sana isato jakera menongeta tona isano. Yes. Ningora tuatana ne kurwa sobwa Kristo. Yeah. Ne no go chandwa. Mm-hmm. Gose no bororo. Gose no go no korosigwa. Yeah. Gose ne nchara. Gose ne ngesobono. Yeah. Gose no bobe. Yeah. Gose no moro. Unelikire asengenjo yao ni gotogo itu mo basoboira. Tuabarirwe kobabuna chingondi chigo chikonyenywa. Yeah. Kolenda samangana yonsi tuabeira ababui na goetania ababui goetara asale oyo tuanchete. Praise the name of the Lord. Amen. So our main verse is which says in my version like, no, in all these things we have complete victory through Him who loved us. Ngakolenda samangana yonsi tuabeira ababui na goetania ababui. So when we go back to verse number 35, the servant of God, Paul, he is asking, who then can separate us from the love of God? So when we read this verse, the beginning of this verse, we have to bear in our minds and in our hearts that we have God, or we have a God who loves us. We have Him who takes care of us. We have the before us. We have a God who is handling our cases. Now we are in Him. The Bible says that can trouble separate us from the Lord. Paul knew that we are facing many troubles. So in our daily lives, we are facing troubles of every kind. We are facing challenges of every kind. We are persecuted. We are passing through fires of every kind. Our eyes are full of tears because of or because of what we are going through. So, but Paul is asking the question I also want to ask, that we are passing through, can this that we are passing through separate us from the love of God? Yale mambo ambayo unapitia kila siku yataweza kukusambaratisha na upendo wa Mungu, yanaweza kukutenga na upendo wa Mungu. Yes, tunajua ni majungu, hauwezi, mengine yanakuwa mazito, hata moyo wako hauwezi kuyapepa. Watu wanakutakia mabaya, moyo wako unapokea mambo mengi, moyo wako umeuzwa.
sababu ya yale mambo magumu mazito unayopitia. Okoyo twalira oborora ase eng'encho ya yali Lakini okwetera. neno la Mungu linauliza ya kwamba, je, hayo mambo unayo Ende lingana lya Nyasaye likobolinga amang'ana yataweza y'okwetera. kukutenganisha na upendo wa Mungu? Nakwatana n'obwoncha bwa Mpendwa, Nyasaye. asubuhi ya leo Omwanchu emambye ningependa nikuhimize tigankoe oyo imizo iga. ya kwamba hata kama tunapitia hali ngumu, Ng'anonye togoetera amang'ana makomo. hata kama tunapitia changamoto za kila Nonye aina, togoetera emechando eme. persecutions, here Paul says persecutions. We pass through persecutions. Paul agotabanga goika toetere chi persecution. We pass through hunger. Twaetera ase obororo. We pass through poverty, Twaetera ase even Obotaka. poverty, all danger of death. gose ogokwa. So all those things Ase iga ase ebintu ebi byonsi. they are ziko katika njia yetu ya maisha, they are in our daily lives. Igo birorora ase obogima So bw'ekiro kira ritu. they are the way that we are passing through. Ase igo ayina ara amang'ana But the togoetera. word of God is asking, Korende ling'ana lya Nyasaye that ligotogoliga. shall this or can this separate us from? I know we are passing through much, Nonye togoetera ase but I want to encourage you ntagete gokoa omoyo that iga. the love of God is sufficient. Ing'o obwanchani bwa Nyasaye Praise the Lord. nibogoisaine. That is what you have to rejoice for. Nakigekora togwenerete Hilo ndilo jambo unafaa kufurahia. elina liring'ana ogwenerete kwegokeria. Hata kama tunapitia mambo magumu, Ng'anonye togoetera amang'ana hata amakongo. kama macho yetu yamejaa machozi, Nonye amaiso itaicho hata iramaliga. kama tumepepeshwa, Wemesime hata melito. kama mioyo yetu iko na ujungu, wenzetu wanatusema vibaya na tunajua, Nonye mioyo yaitu kebwata we are amaroro. persecuted. Togochandwa. Hallelujah. Amen. We have to encourage ourselves Togwenerete kwe omoyo that itu this tuweka. thing should not separate us from the love, Tuatana kurwa ase obwanchani bwa because the Nyasaye. Bible says Ekiagera Bibilia egoteba iga. that the Lord loved us Nga Nyasaye agatuancha. until he gave his only begotten son. Oika karua omwana oyo omomoyo. We were to get lost. Konyora tuwasirire. Tulikuwa tupotee kabisa, tusahaulike. Konyora But tuwasirire tuwe. Bwana akakuwa na huruma na sisi, Kolene Nyasaye akaba mabera akatupenda. agatuancha. Haleluya. Amen. Hata wakati hatukuwa tunafaa akatupenda. Nonya na piro totagwenera. Kwa hivyo vile uko hivyo, assume the Lord loves you. Nyasaye ni gawancha. Bwana anakupenda. Nyasaye ni gawancha. Anaweza kusababisha jambo kubwa katika maisha yako. Na bago koralingana lina. He understands that unapitia hayo ambayo unapitia. Na amanyeta aliyogo. Anajua ya kwamba unapitia mambo magumu. Na amanyeta nga igogoetera mangana. But he will not leave you. Na ande tago. Yani he will not forsake you. Tago gotiga. Verse number 36. Number 36 ya. The Bible says, as the scripture says, Bune. praise the Lord, so it's written. Hallelujah. Amen. Imeandikwa that for the sake of the Lord Nga sengenje yomonene. we will be persecuted. Igotogo itumo bas. Igotogo etera amani. Mostly some of us Christians, we face a lot of challenges Igotogo etera mangana. until you ask God, Goikatua boli Nyasaye. why have you forsaken God? Nyasaye. Why have you forsaken me? Why should I go through this? I am serving you. So mambo magumu, tunaweza pitia machungu, bali imeandikwa hivyo. Unapopitia hali ngumu, unapokutana na machozi, hata we unapoona ukifanya mema lakini mabaya yanakuzunguka, jua ya kwamba imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. For your sake we are in danger of death at all times. This is what the Bible says. Wakati wote
chingaki chionsi kwa sababu ya Kristo. aseng'encho ya Kristo Yale mambo ambayo tunapitia amang'ana ni alitogoetera karibu na kifo. igarang'ena Yale machungu ambayo tunapitia aliamaroro togoetera yanatupeleka karibu na kifo. igagotoirang'ena But the Bible, korende Bibilia the Lord has not forsaken us. Nyasaye taratotiga Now verse number 37 now. Paul says, Paulo tebaiga if this ones are, if this that we are passing through will not separate us from the love of the Lord, ngakolenda samang'ana yonsi twabeire ababui we are more victorious. twabeire ababui na goetania And that ababui is why I named my topic nanda abu nona arusie that kerenga we are kiane completely victorious. inga intwe nigotora ababui goetania Hallelujah. amen So in whatever passing through, asego sengirinda lyonsi lyo the goetera Bible says in the book of Psalms, Bibilia goteba sege I like what David says, aya na roda utia that I lift my eyes to the mountains. bokonyi bwana bokorwa He concludes, he answers himself. orworo bwirane lyera He bwira says oteba that my help ngoba comes from the Lord igo bokorwa ase who Nyasaye created oyo the tongete heavens and the earth. igoramo nensi Hallelujah. Amen. So he who that created the heavens and the earth, ase igo lyo tongete he igoro who nensi formed us in his own image, olio torose he ya soko knows how much we are persecuted. namanye togo chando He wiyo muna knows kumanya the hardships that we are passing through. namanye tama kongwa Let togo us etera remain in him. tigato tigare ime In fact, he says that if you remain in me yago tabanga kamora and, amenye ime and my words remain in you, na mangana na hallelujah, it doesn't matter what we are passing through. deliko buhati ni kitogo Let etera us remain in him go ikato tigara and his words in us. nelingana liaye He says like tunapita yani kila siku tuna yale mambo ambayo tunapitia yago tabanga kila litu yanatufanya tunakuwa kama kondoo pole pole, hana uwezo wa kujisaidia. Anavurutwa pole pole, anaenda machinjoni, anaenda kuchinjwa ili wengine wale nyama. Bwana Yesu asifiwe. Sio, unajua hii mambo inakuwaga hivyo. Kondoo anaumia, anafikishwa karibu na kichinjio, anaweka miguu yote chini, anajaribu kulala chini karibu na mlango, lakini kama ile kamba haiwezi kumfikisha ndani, watu wanaitwa wanapepa mpaka wanafikisha pale. Kondoo analia, anachinjwa. Sisi tunafurahia nyama. Wageni wakikuja tunasema leta nyama, is the best. Bwana Yesu asifiwe. So, ni wangapi tunapenda nyama? Mimi. So kondoo anapitia magumu, lakini we enjoy the meat. So even us, we are the same. The Bible has considered us as the sheep. Now let us stand. Hata kama kondoo anachinjwa, watu wanakula nyama, wanafurahia. Hata sisi tunayoyapitia kwa sababu ya Kristo, tujue ya kwamba hayatuui. Sisi ni washindi, zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chapter number 21. There is a verse here that I love. Verse number 4. Praise the Lord. Amen. It's true, we are passing through a lot. Ni ukweli tunalia, na ni vizuri tunapopitia haya, maana imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. And this verse says that he will wipe away all tears from our eyes, from their eyes. Praise the Lord.
Era natinye kera liriga korwa then sama the isawe. Lord, Ngoko sema linkoro. there is a home, Enkanere. praise God, Yes. that we are going. Asetogochia. That home has a father Enkeli nebwata tata. who right now is holding his handkerchief at the hand. Oli ora tuare keranga chibwa soko boko kwai. Praise the Lord. Amen. He will call you. My daughter, my son, come. Akorangeli omwana one. I know you have gone through a lot. Namanyiro gwaete iraman. And the Bible says, Biblia teba. He will wipe away all the tears from their eyes. There will be no more death. There will be no more grief, or crying, or pain. All the things have disappeared. And that is the home. Praise the Lord. Amen. That is the hope that we have. That there is a home that the Lord has made in here. He will wipe away all these tears, all this pain that we have been undergoing, these hardships that we have gone through, these persecutions of every kind that we have passed through. Oh, these tears that we have cried. Ya kwamba na wakati huo Bwana atasimama kwa mkono wake mwenyewe, atatufuta machozi. And hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na kulia, hakutakuwa na uchungu. Mambo yote, kwa sababu mambo yote ya kale yatakuwa past tense. Praise the Lord. Mambo yote ya kale haya tunayoyapitia leo, wakati huo utakapofika yatakuwa the past tense. We shall not cry anymore. All tears shall be wiped away. So whatever that you are passing through now, usikubali kikutenganishe na upendo wa Bwana. You know that you are completely victorious through Him. Kwake yeye aliyekupenda. Hebu guza mwenzako, mwambie Bwana anakupenda. Mwambie Bwana anakupenda. Mwambie Bwana anakupenda. Anajua hayo unayoyapitia. I want us to stand up as we converse these words. Praise the Lord. Tusimame tu juu tuseme haya maneno ya kwamba hallelujah. Yeah. I want you to converse those words. Sema kwamba Bwana ninajua unanipenda. Bwana ninajua unanipenda. Hata kama ninapitia haya, hayawezi kunitenganisha na upendo wako. Hayawezi kunitenganisha na mapenzi yako kwangu. Kushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu unatutenda mema. Wewe ni Mungu mwaminifu. Hauwezi kutuacha Bwana hata tupitie magumu. Amen. Tukiwa katika hiyo hali, tumepata neno kwa Mungu kwamba Mungu akiwa katika upande wetu, sisi ni zaidi ya washindi. Sijui ni nini asubuhi ya leo ambaye imepiga moyo wako. Ni nini imepiga ndoa yako? Ni nini imekufinya mpaka umeona mauti mbele yako? Biblia inasema kwamba katika mambo haya yote
Mwaminini Bwana katika siku ya leo, na Bwana anaenda kukusaidia. Ndio, kuna wakati tunakutana na mambo mazito na magumu, lakini Bwana akiwa pamoja nasi, vita hivyo lazima tupigane na tupate ushindi. Paulo haya kwa sababu ya yale aliyoyapitia tangu alipoingia katika neno. Wakati mwingine akawa amepigwa mijeledi, wakati mwingine maadui wanakaa kwa mlango wakimngojea usiku na mchana, wakati mwingine akakataliwa. So kufika mahali ambapo anakuja kusema kwamba basi tuseme nini kwa mambo. Bwana akiwa pamoja nasi, sisi ni zaidi ya washindi. Naomba katika asubuhi ya leo kwa jina la Yesu, Bwana akatusaidie tuwe washindi. Mahali ambapo tumeshindwa jana, Bwana akatushindie leo. Mahali ambapo tulianguka jana, Bwana atusimamishe kwa jina la Yesu. Mahali tulilia jana, atupanguze Jose leo. Na haya yote ni kwa sababu ako pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, nakushukuru sana. Nasema ni asante kwa sababu ya neno lako mtumishi wako ametuletea katika asubuhi ya leo. Kwa wale walio hapa na wale ambao tutasama kutoka mbali, naomba kwamba neno hili likaweze kwenda mpaka chini ya vilindi vya mioyo yetu, kwamba ukiwa pamoja nasi sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Kuna mambo mengi watu wako wamepitia, wanaanguswa hapa na pale. Kuna mambo mengi ya aibu tumepitia. Kuna mambo mengi ya mateso tumekutana pamoja nayo kwa sababu ya neno lako. Kuna mtu anapitia kukataliwa kwa sababu alikuwa Mwokozi, na Jehova Mungu ametengwa na familia. Nazungumza kwa jina la Yesu Kristo, licha ya hayo Bwana, neno lako limesema ukiwa pamoja nasi sisi ni washindi. Naomba ushindi juu ya watu wako Kristo, ukapiganie mtu mahali hapa awe na sababu ya kulimidi na kulitukuza jina lako takatifu lenye uwezo na nguvu zote. Nimetangaza neema na baraka, nimetangaza wako juu ya maisha ya watu wako. Wale ambao wameshindwa ukasimame tena, wale ambao wamelia majosi mpaka wameshindwa wapata msaada namna gani, naomba kwamba Bwana ukawapanguza majosi. Bwana ukatembelee mtu wale hapa walio wagonjwa, pokea miujiza yao ya uponyaji, maana ukiwa pamoja nasi uponyaji inabidi. Jina la Baba lipewe sifa na lirudiwe milele yote, maana ni mwema. Tuomba kwamba Bwana ukatuonekanie katika njia zote. Tumeweza kukiri kwamba wala mauti wala magonjwa wala kukataliwa hatuwezi kutengana pamoja na wewe. Tunaomba utusaidie, utuinue. Tunaomba usimame pamoja nasi, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwenye nguvu. Nimetamka katosha waumini walio nyumbani wakiwa njiani kuja. Naombea walio hapa, wabariki, wafunike na damu ya Kristo, na sauti yako isikike katika ibada ya siku ya leo, na ishara na miujiza zikatendeke. Walio wagonjwa wanapoingilia ule mlango wapate uponyaji wao, waliovunjika moyo wapate nguvu mpya, walio ukatende mema katika siku hii. Na mwisho wa ibada tuseme kwamba kweli Bwana ametuonya, ameturekebisha, ametufundisha na tumeona ukuu wake. Jina la Baba lipewe sifa na lirudiwe milele yote. Yeyote atakayesimama katika madhabahu haya na hata kwingine, hata katika Sunday school, Jehova Mungu ukamtumie kama jombo, ukuu wako udhihirike miongoni mwetu. Haya ndiyo maombi yetu katika siku ya leo, tukitangaza baraka kwa mtumishi wako ambaye ametuzungumzia, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini, mtu wa Mungu asema amina.
awabariki sana tunapotoa sadaka zetu, na muaminini Bwana kwamba Mungu ni muweza. Mungu anaweza mambo yote na hawezi kufananishwa na yeyote, na sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Tutoe sadaka zetu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na baadaye tutaenda katika madarasa yetu ya Sunday School na tutabarikiwa pamoja. Amen.